wanafunzi wetu. Inaonyesha kwamba hii administration inachukua maneno ya elimu very seriously, na ndio nataka kuwaomba hawa wazazi wetu, tukiwa na watoto wetu, tuwaongeleshe wakiwa nyumbani, because ile makosa inafanyika katika shule chache katika Kenya yetu hii inaharibu maisha ya watoto wetu. Na shule ile ambao watoto wanagoma, wanachoma shule mpaka wanafunzi wengine wanapoteza maisha katika that unrest, ni kitu ngumu na ni kitu chungu. Na ningeomba watu wote Kenya mzima, uwe mzazi, uwe mwanafunzi, uwe mtu wa kanisa, uwe mwalimu, uwe mtu wa administration, uwe mtu wa serikali, yule mtu yeyote yule, ongea na wanafunzi wetu ili wakuwe na nidhamu, ndio waweze kumaliza masomo yao vizuri, because discipline is 95% of your success, and we must all work together, all of us as a nation. And I urge the politicians, wale ambao wako katika mrengo ya siasa, we have 11 million learners. Huyu mwanafunzi hapa, huyu mwanafunzi ajui chama, ile kitu anataka ni kusoma. Ningependa watu wasilete siasa katika nini? Katika mashule. Ukiwa na siasa yako, usisimame mahali useme vile nilisikia wengine wakisema kwamba hii shule iko kwetu, hatutaki mwanafunzi mwingine atoke kule mbali akuje huku. The national schools are called national for a reason. Nimesoma Kizungu. National inamaanisha nini? It means nation. So kwa wale ambao wanasema katika national schools ati watu watoke mahali hiyo national school iko ndio waende kule, ni kana kwamba wako na shida kidogo ya nini? Ama hawana akili. So ladies and gentlemen, the government, vile maelezo hapa na ndugu kutoka Kimilili, kazi ya serikali ni kusuluhisha matatizo, na ile matatizo yoyote ambayo iko katika anywhere in the sectors, we will solve those problems. When I was appointed, I promised that I'll do my best to solve the problems in the sector. We started with the national strikes. Kulikuwa na strikes kila mahali. We managed to solve those ones. We came to the classrooms that we've talked about. We've solved those ones. Our kids have transitioned from grade 9 to grade 10. Wako katika shule. Hii tatizo limeanza saa hii. We are going to set up what we are calling a multi-stakeholder team from all the sectors in the country tupate suluhu ya hii tatizo ya watoto wetu kukuwa na unrest katika mashule. That is being formed. It will include the students themselves. Hawa wanafunzi watakuwa katika hilo job. Walimu watakuwa pale. Unions watakuwa pale. KUPPET, NAT, wote watakuwa pale. Universities wote watakuwa pale. Kanisa itakuwa pale. Civil society itakuwa pale. We want to have views from every sector. Ndio tujue shida iko wapi, ndio tutatue hilo shida. Sawa sawa? So we are doing something about it, and I want to thank the heads of institutions, principals ambao wenye wameweza kuongea na watoto wetu wakakaa shule. Niliona shule zingine wamekuja wakasema wao wataki kufanya maneno ya kuchoma shule, kama iko shida watasuluhisha na wanaendelea kusoma. Na sisi hapa kama serikali nawahakikishia kwamba we are going to do whatever it takes to ensure that this sector is the best sector
in the country because we are dealing with our future. These 11 million learners are our future. Na iko watu hapa nje saa zingine wanatembea wakitafuta hizi maviti, wanatafuta, unakuta mtu anaongea kitu ambacho hata wewe ukiketi chini unajiuliza kama huyu mtu wako na akili ya mahali. Na anakuja huku, for example, there are people here. Na hao wazazi mko hapa. Wanamwambia mtakuwa na serikali yenu 2027. Sasa hawa watoto ambao wanatakana kufanya form 4 mwaka huu wasifanye, wangoje 2027. Hello? Tuwarudishe nyumbani wangoje 2027? Si lazima wafanye exams? So those things hizo vitu mnaelezwa. Ni vitu mnaelezwa ambazo hazina miguu, hazina mbele, ama hazina nyuma. And we have a working president. Mtu anafanya kazi mchana na usiku. Anaenda ng'amba anatafuta pesa. Hii pesa tunasema 784 billion. Ni pesa inatafutwa. Ama msimeitisha vitu hapa? Mmeitisha Scania. Migozi kama Migozi mwenyewe kwa ofisi yangu ama kule kwetu niko na Scania. Si lazima nitoe kwa serikali? Ama nyinyi mko naye? Ama parents hapa mko na pesa ya kuchukua Scania? Si lazima tuende kwa serikali tuchukue Scania kutoka pale? Hii hall mnataka ijengwe, mnataka 60 million. Mtatoa kwa mfuko yangu ama natoa kwa serikali? Sasa tuache tungoje ile serikali mnasema mtakuwa naye? Sasa mimi naulize, hizo vitu mnahitaji zinatoka wapi kama hatuko ndani ya serikali? I'm asking you a simple question, parents. Hizo vitu zinaweza patikana kama hatuko ndani ya serikali? Ndio sababu tunasema, mmesikia hapa, tunaomba support yenu ndio tuweze kuendelea na hii mipango tunaendelea kufanya, so that we can bring progress, we can bring development, and that can only be done if we are working together and you are supporting us for the second term. Now, 60 million for the completion of this multipurpose hall. 20 million is on the way. Liko tayari imetolewa, inakuja. Ili tuendelee na hiyo maneno ya multipurpose hall hii ambayo itachukua watu 3,000 na Skego conference next year mnataka ikuwe ready by then ikuje kutumika. So we will add the other 40 million from the ministry. It makes it 60 million. We complete this multipurpose hall. Pia nimeelezewa pale katika wale wanafunzi mnafanya science STEM, mnahitaji computer lab na computers zenyewe, si ndio? So we'll be sending here 100 computers. Mwanzie hiyo as we support you to do another lab so that we can add the computers. Nimeambiwa you are almost 1,000 of you doing that subject of IT. So we will support you, we will avail the computers, and we will do the labs that are required for you to have those facilities. Because this is a national school, it is a C1 school, and it is doing 3 pathways. So we will support you to ensure those facilities are there.